Hii video ina thamani kubwa sana ya kifedha. Ukiisikiliza ukaizingatia, utapata pesa nyingi sana. Mimi shauku yangu ni kuona kwamba wote tunafanikiwa na kila mtu anapata uhuru wa kifedha. Sasa leo ninakuletea concept ya business in business, yani biashara ndani ya biashara. Unafahamu kwamba katika kila biashara unayofanya kuna fursa ya biashara ndani yake? Yes. Kama unajihusisha na biashara ya bidhaa, basi kuna fursa ya biashara ya huduma ndani ya hiyo biashara. Vivyo hivyo kama unafanya biashara ya huduma, kuna fursa ya biashara ya bidhaa ndani yake. Na ndio maana unakuta watu wengi ambao wanauza vifaa vya ujenzi wana makampuni ya ujenzi, pairing ya huduma na bidhaa. So utaniuliza kwa mfano mimi ninauza nguo. Ninaweza nikafanya biashara gani ndani ya biashara yangu? Unaweza ukaweka huduma ya kunyosha nguo za wateja wako kwa bei nafuu. Utakuwa wewe umejiongezea moja ya huduma unaotoa katika biashara yako, utaongeza kipato, lakini pia utaongeza na wateja wengine ambao watakuja kwa nia ya kunyosha nguo, lakini utaishia kununua bidhaa zako. Umewahi kuwaza hivyo? Pia umewahi kuwaza kutoa huduma ya styling? Wakaka wengi ambao hawajaoa kwa kweli hawajui kuvaa. Wewe muuza duka, shii kuwaza kama unaweza kutoa huduma ya styling ya mtu anakutumia wardrobe yake, unamwambia, unampangia wardrobe let's say ya wiki. Leo vaa shati hii na suruali hii, leo weka hii na hii na hii. Unapata pesa, umetoa huduma, hujatumia gharama yoyote zaidi ya akili na utashi. Unauza viatu, kama unatoa na huduma ya kusafisha viatu au kubadili rangi za viatu, umeua. Unauza vyombo, alafu kama unatoa huduma ya kuuza chakula ama ukafungua restaurant, umeua. Unauza vifaa vya majumbani, alafu kawa na knowledge ya interior designing, umeua. Unafanya biashara ya accessories, ukatoa huduma ya kusafisha accessories. Una biashara yako ya garage, ukauza na spare parts, umeua. You get the idea? Tafuta huduma kwa bidhaa yako. Au kama una biashara yote, katika yote ni katika kukuwezesha wewe kuongeza kipato chako na kudumu katika biashara, ili usiondoke katika mfumo yatakapobadilika majira ya fedha au yatakapobadilika majira ya uhitaji wa bidhaa unayoiuza. Au sasa kwa wewe mwenye biashara yako ya nguo, unaweza ukawa na stock yako ya nguo ambao ni special for rental tu. Siku hizi watu wanafanya photoshoot, wanaenda wanafanya videos kwa ajili ya content creation, influencers na nini. Sio kila mtu anakuwa na budget ya kununua nguo mpya kila siku. So mwisho wa siku wewe ukileta urahisi wa wao kupata mavazi kwa gharama nafuu. After all, mtu ana uhitaji wa nguo mara moja tu kwa shughuli au mara moja tu ya kufanyia content. Akimaliza anarudisha dukani kwako, atakuja mwingine, atakodisha hivyo hivyo. Mwisho wa siku unakuwa umetengeneza pesa nyingi katika nguo hii moja. Alafu sasa baadaye ukiona hauhitaji tena kuikodisha, unaiuza kwa bei ya sale. Sawa? Kwa unaweza ukaweka kitengo chako cha nguo for rental only, na unaweza ukaweka kitengo chako cha kunyoosha nguo. Unaweza pia ukawa fashion consultant au stylist wa mtu au a couple au wa mtu ambaye anafanya content creation, kwa sababu kuna influencers wengine hawajui kuvaa. Yani think outside the box. Waza kitu ambacho unaweza kukifanya ndani ya biashara yako, ambacho sasa pia hautaingia gharama kukiestablish, ambacho hautaingia gharama kukirani. Zaidi sana utakuwa tu umetumia utashi na nguvu ya kukifanya. Cha muhimu ni kwamba hivi vitu vipo na vinawezekana. Fanya utafiti. Na wakati unafanya utafiti usikaze ubongo. Relax. Slowly angalia fursa iliyopo ndani ya biashara yako. Nadhani sasa unanielewa niliposema kwamba video hii ina thamani kubwa sana ya kifedha. Ninakutakia kila laheri. Nenda ukafanikiwe.